Pesa ndio zinaleta hiyo uchafu. Pesa na print moja. If I don't come, I don't come. I tell you. And when I use in your office, so some things I don't want to find out. Yeah, I don't think you know what. Lakini kuna vijana walikuja hapa ndio kwa sasa hapa na sasa no. Sasa ndio patia hapa. This morning we call on heavens. Asubuhi ya leo tunaita mbingu. Bwana, tunatubu dhambi ambazo zimefanyika juu ya ulimwengu. Father, we pray that you may forgive humanity. Bwana, tunaomba usamehe wanadamu. I know juu ya wanadamu. Stretch forth your hand and heal us. Inua mkono wako na utuponye. Heal us of fear. Utuponye na uoga. God, may you save us. Bwana, utuokoe. God, may you save us. Bwana, utuokoe. God, we ask that you may save us. Bwana, take care of us. Ili Bwana aweze kutunga. What I want to ask you, church, is this. Ninaloomba kwa Wetangula, I've seen also members of parliament, meona Senator Wetangula na wajumbe, and we thank God very much for each one of you who has come. Namshukuru Bwana kwa kila mmoja wetu. If you have come here for the first time, please pick up your hand. Ama wewe ni mgeni bali na hawa ambao wamekaa hapa mbele,
Inua mkono. Let's stand and wave the church. Simameni mpungie mkono kanisa. Stand and wave the church. Simameni mpungie mkono. Amen. Napenda sana hebu kujeni abudu tunapotolea Bwana. And God bless you very much. Na Mungu. So after the choir, we shall have a short meditation from the Sunday school. Baada ya kwaya tutakuwa na mzaji kidogo wa Bwana Sunday. Lakini tukiwa na changamoto kama hii, jana nimefika hapa, nimelala kwa hoteli moja ya kifahari hapa baharini. Hoteli kubwa. Tulikuwa wateja wangapi? 5 peke yake. 5 of us, mimi na mbunge moja kutoka hapa Malindi, kutoka hapa Kilifi, na wazungu 2 na mtu mwingine. Maana yake kazi zitapotea, hoteli itafungwa, wale wafanyakazi watarudi nyumbani, watoto wao watakosa chakula, watakosa karo, and this is not the only one, many others. Juzi nimesema lazima serikali ya Rais Uhuru Kenyatta itenge pesa, wafreeze hizi miradi kubwa kubwa zenye zinaweza kungojea. Roads can wait, other things can wait. Kununua silaha inaweza kungoja, kuongeza polisi risasi inaweza kungoja. Wasaidie mwananchi wa kawaida wasipoteze ajira na maisha yao iendelee in a manner that sustains their livelihoods. Na hivi ndivyo hufanya katika nchi nyingi. Wakati Obama alikuwa rais na tukawa na shida katika mabenki ya Marekani, alitoa fedha, akalinda, akaprotect industries. Hata makampuni kubwa kama General Motors ilipata pesa za umma. So sisi tunataka kuona genuinely, if a hotel requires about 2-3 million to pay salaries for their workers for the next 3-4 months, wapewe hiyo pesa, wawe na wateja, wasiwe na wateja, watu wasipoteze kazi, warudi nyumbani. Kwa sababu tunajua hii phase itakuja kupita. Tumeambiwa sasa mikutano ya hadhara tukome. Na mimi nashukuru nilipoingia hapa nimepakwa mafuta kwa mkono ili nisipate hizi virusi. Na hii pia ni gharama. Tunataka kuona serikali itoe hiyo mafuta ya watu kuosha mikono ikiwekwa in every public place. Ikiwa hapa kanisani, ikiwa shuleni, ikiwa supermarket, everywhere. Let it be the duty of the government to give these disinfectants. Because kanisa kama hii na zingine, we can't afford this kind of caution because it's too expensive. Mtu atashughulika na kuweka unga kwa meza, watoto wakule, au kutoa mafuta ya kujiosha mikono. Inakuwa ni ngumu. Hii pia serikali ichukulie kama wa Kenya. Unajua ukiangalia social media, Baba Askofu, sasa kuna vijana, I think they are very idle. Kwa social media wanaandika vitu. Hata juzi waziri wa afya aliposema kuna mama moja ametokea sijui wapi, amepimwa na virusi, wameanza kurusha picha za watu ambaye si huyo mama. Sema ndiye huyu.
Pengine mtu amekosana na msichana rafiki yake, anamrusha hapa, anasema huyu ndiye mwenye virusi. Na waomba wa Kenya wa social media, tafadhali, don't raise unnecessary alarm and cause fear among Kenyans. Hii virusi ya corona ni mbaya kwa sababu tiba yake haijulikani. Lakini ukiangalia dunia mzima haijakuwa inaua watu kama ile ilikuwa inaitwa Ebola. It is controllable. So let's be calm. Wakisema osha mikono, osha mikono. Wakisema jipake mafuta kuua virusi, fanya hivyo. Wakisema funga hadharani, msiende kwa mikutano, msiende. Hata ile ya BBI ya Nakuru wameweka kando. Sisi kama chama tulikuwa na NDC yetu Friday ijayo, sisi pia tumesalimu amri, tumeweka kando. Mpaka tujue it is safe for anybody and everybody to come together, ndiyo nchi yetu iendelee. Ni kuhusu virusi hivi ambavyo kuwa vimeingia ulimwengu, havina dawa, vinasambaa dunia nzima kwa njia ambayo kwa haieleweki. Mimi nilikuwa nikiambia marafiki zangu, vile mnavyojua nchi yetu jirani Uganda ilipatwa na matatizo sana. Sisi hatujapata matatizo. Kutoka uongozi wa Idi Amin alipoondoka, Uganda walipigana miaka mingi sana kwa sababu ya mwembo wa siasa. Lakini Uganda hawajapata shida ambayo kwa inaweza kutulazimisha sisi tusitoke katika nyumba. Nawaambia leo Kenya hii baada ya wiki mbili economically tutaenda zero. Itakuwa ni janga kubwa katika Kenya hii. Pengine nchi zingine watasurvive, lakini Kenya nina hakika tutakuwa na shida. Kwa hivyo kupitia viongozi hawa wa kanisa hili na waumini, vile mlivyoamua kufunga pamoja na kufanya maombi special kwa sababu ya ugonjwa huu, muendelee marudufu ili Mwenyezi Mungu atuokoe katika shida hii.